Kinachoendelea katika nchi ya Kongo ni masikitiko. Yaani ni masikitiko, na weza kusema kabisa na nadiriki kusema hakuna kiumbe cha ajabu duniani kama mwanadamu. Kwa sababu kinachotokea pale Kongo, watu wanachinjwa kama kuku. Watu wanakatwa sehemu zao za siri. Watu wanakatwa vichwa, wanatolewa ulimi, wanachanwa matumbo yao, utumbo upo nje. Hii yote, anayefanya hayo yote sio kwamba ni mbuzi, sio kwamba labda ni kuku, sio kwamba labda ni chui au simba kaingia kuvamia katika makazi ya watu au katika baadhi ya maeneo kufanya hayo, kukata watu, kutoa matumbo. Ni mwanadamu ambaye yupo kama wewe au yupo kama yule aliyeuawa. Yaani utu wa kwetu umeshakuwa haupo tena. Utu umepotea, na aliyepoteza utu sio mbuzi, sio kondoo, sio simba, sio chui, ni mwanadamu mwenyewe. Kwa sababu tu ya madaraka, kwa sababu tu ya mali, fedha, utu umetoweka. Tumekuwa mnyama fulani vya kutisha ya ajabu. Kongo ni nchi ambayo ina utajiri mkubwa sana, lakini wananchi wa Kongo wanaishi kama swingedere, swinguchilu, kwa sababu hawana sehemu ya kutulia. Kila wakati ni kuuawa, huyu mara kakatwa kichwa, mara huyu kafanya nini. Hata hizi kelele sijui Umoja wa Mataifa wenyewe hamna chochote wanaofanya pale katika nchi ya Kongo. Ukitaka kuelewa ninachokisema kwamba mwanadamu ndo kiumbe cha ajabu kuliko viumbe vingine vyote duniani, fikiria. Hebu fikiria. Kuna risasi zimetengenezwa, kuna machine guns zimetengenezwa, kuna mabomu yametengenezwa. Yaani hivi vilivyotengenezwa hivi sio kwa ajili ya kuulia mbuzi jamani. Sio kwa ajili ya kwenda kuindia wanyama. Sio kwa ajili ya kwenda kukimbizia au kufukuza chui wasije kwenye makazi ya wanadamu. Ni vifaa au ni mabomu au ni vitu vilivyotengenezwa kwa ajili ya kumuulia mwanadamu wenzake. Yaani mwanadamu anatengeneza kitu anaanza kumuua mwanadamu wenzake. Hapo ndo utaelewa kwa nini nasema ndo kiumbe cha ajabu kuliko viumbe vyote ambavyo nimewahi kuviona duniani. Sijajua kwa ambavyo sijaviona, ambavyo nimewahi kuviona. Mwanadamu ndo kiumbe pekee cha ajabu cha kutisha kuliko vyote unavyovijua, na ndo kiumbe cha ajabu kinachoweza kufanya vitu vya ajabu. Pengine hata mbuzi akashangaa, huyu mwanadamu ndo anafanya haya. Ndo mwanadamu. Utu ameutoa, ameuweka pembeni. Yuko bize kutafuta mali, na waza na kufikiria nini kifanyike Kongo. Jamani, yaani hata hawa ndugu zetu ambao wanatoka huku kwenye nchi zingine, kwa mfano Tanzania, wanaotoka labda pengine huku Zambia, wanaenda Kongo, wanashika roho mkononi kwamba ndo hivyo, sina kazi nyingine, acha niende tu huko Kongo. Tumeshuhudia Watanzania walikuwa wanaomba msaada kwamba wako sehemu wamejificha. Kinachoendelea pale ni kupigwa, ni kukungutwa. Hii yote ni kwa sababu amani katika nchi ya Kongo hamna. Na wanaofanya wao hawako mbali. Yaani wamejitenga, wako mbali. Anamtuma tu mtu kafanya hivi. Yeye kakaa nyumbani, anastarehe na familia yake, anazurura na watoto wake, pengine hawapo katika hiyo nchi. Wako mbali kabisa, wanasoma, wengine wanaishi nchi zingine. Huyu ndo mwanadamu. Alafu sasa ukiangalia umri wake wa kuishi, sio kwamba ataishi miaka mingi sana. No. Yaani amependelewa sana katika miaka milioni 3. Hatujafika hata milioni 3. Hata miaka 1000, labda 2000. Mbali sana huko. Tuseme miaka 200. Na yenyewe ni mingi. Miaka 100. Ukitoboa kufika miaka 100, wewe mshukuru Mungu. Na wewe tunakubeba, tunakuhamisha, tunakutoa. Lakini miaka uliopewa na Mungu hiyo 60, sijui 70, unafanya vitu vya ajabu. Mwanadamu huyo. Kongo ni nchi tajiri sana duniani. Sio Afrika, ni nchi tajiri sana duniani. Lakini watu wake jinsi wanavyoishi, wanaishi maisha ya kutangatanga. Jamani, sisi ni Waafrika. Kwa nini tunauana sisi kwa sisi? Kwa nini tunapigana sisi kwa sisi?
Kwa nini tumeruhusu mataifa ya kutoka huko Ulaya, mataifa mengine kabisa ambayo hatuna chochote tunachokifanya yanayofanya kwa ajili yetu tukayaelewa? Sikia nikwambie kitu kimoja. Pengine unaweza kanielewa. Baba bora ni yule ambaye anaipigania kwanza familia yake ishibe, ile kinachosalia ndo kiende nje. Lakini sio sisi wa Afrika. Kiongozi anayekuwepo madarakani Mwafrika akiingia madarakani anaacha kuwajari nchi yake, kujari taifa lake, ambaye ndo baba sasa. Yaani kwa kifupi ni kwamba yule ndo baba wa nchi husika katika bara la Afrika, lakini anaenda kuwakumbatia mataifa mengine kabisa, ambaye ni mtu mmoja mweupe huko sijui, anampa tu masharti. Mimi nataka watu wako wawe mashoga. Yaani familia yako wawe mashoga. Ndo nitakupa mimi hela. Oya, kwamba sisi hatujiwezi. Tunaenda wapi wa Afrika? Viongozi, hebu liangalieni hili. Kulikuwa hakuna haja yoyote ya mataifa mengine eti kwenda kuingilia kati pale. Ndio ulaji wote ambao unatengenezwa. Ukiangalia sijui UN wako pale, mara tunashuhudia gari zao zinaondoka na madini, mara gari yao mfanyaje madini hapo kwenye gari ya UN. Ni ajabu ya kutisha. Ndio utajua kwamba sisi wanadamu tunawajali watu wengine kuliko, yani sisi wa Afrika tunawajali watu wengine, sio sisi wenyewe kujaliana. Pale Kongo pale kulikuwa hakuna haja ya kusumbuana. Ungesema okay, bwana mimi nchini kwangu kuna hivi na hivi, tunafanyaje ili tuweze kunufaika na haya mambo ambayo tunao nchini kwetu? Pengine wafanyabiashara wakubwa kabisa hapo Kongo wangeweza kukaa chini. Wapo okay, umeshindwa sasa wewe kama baba unaambia sasa wanangu, nataka niende kwa jirani yangu hapa tutengeneze mfumo mzuri wa kupata hela. Wapi? Yaani hata jirani yangu anataka ingie kwangu aje yale. Bwana, ni ajabu na baya na inatisha. Afrika sijui tunakwenda wapi. Tutaamka lini? Tutazinduka lini tuweze kutumia rasilimali zetu tulizonazo? Nashukuru sana Putin, wakati mwingine yule mtu ana upendo sana na mataifa ya Afrika. Sana, hasa kwenye mataifa yale ambayo na yenyewe yanampenda, sio tu kila taifa. Putin akiona kiongozi yuko karibu na mataifa ya magharibi, huyu anamuona kama ni adui yake. Kwa sababu hata hayo mataifa ya magharibi yenyewe ni ya kihuni. Sawa, Putin anaweza kana interest zake, lakini ukiangalia interest za Putin tofauti na interest za Trump, pengine za Macron, pengine za mataifa mengine ya magharibi, utaelewa. Sijui kama utanipata hicho kwa uchache huo. Jamani, tuombee Afrika. Sasa sijui tuombee viongozi, sijui tuombee Afrika nzima, ila kinachoendelea Kongo ni mateso, mauaji, unyanyasaji, ukatiri. Jamani, oh my God. Wa Afrika tuipende bwana, tuipende Afrika yetu. Tusihangaike na mataifa mengine haya. Tuiombee Kongo jamani. Kinachoendelea Kongo ni unyama na ukatili sana. Tuiombee Kongo. Kongo haistahili kupata kile ambacho inapata. Haistahili kupitia kile inachopitia. Natamani wazalendo wanaoipigania Kongo yao washinde kwa kishindo, alafu hao wengine wahuni wabaki wakauawe huko anakokwenda. Japo siombei wauawe, ila wajue kwamba kumbe kuna umuhimu wa kuipigania nchi yake. Tuiombee Kongo jamani. Tufumbe macho dakika moja hata sekunde kadhaa. Tuiombee Kongo. Pray for Congo.